and we'll be sure to read your feedback as the show goes on. And tonight, I'm, of course, joined by my lovely co-host, Linda. Hi, Linda. Hey. You know, I'm really wondering whether the Gen Z still believe on protesting on the street. Remember, it didn't even begin in the street first. It began with the digital platform. So now it moved to the streets. And I wonder whether they still have the belief that if they protest in the streets, their concerns will be tackled. Right. We are here with my panelists right here, and they will be able to answer the two questions, whether they still believe on the protesting in the street, as well as nani anaua majenzi. And as we get to answer if they truly believe in the protests, the other question is, are the deaths worth it? Will we term them as collateral damage for change? That's another question. For now, let's hear from Majibu kwa ground. Tusikie watu wanasema nini huko. Yes, Miss K na Linda. Nimewapata. So convoy imeendelea hadi after hiyo long commercial break. But majenzi bado wako hapa mazee. We are asking, mbona mna vijana, mbona mna majenzi wanatokea streets na flag na maji na simu, wanaingia live TikTok, tega sikizidi, wanapaka toothpaste kwa macho. Mbona unaua mtu kama huyo? Wacha nibonge na wewe. Jana Rawa alitoa statement akasema they are calling for dialogue across all generations. Na pia kamention kitu about police reforms. Tumekuwa na hii kitu over and over again. Do you think ina solve anything? Kwa majina ni Musungu na Nyaha, chairman wa Gen Z Taifa Talk, na kitu naweza taka kusema ni, unajua hata ukiwa unatembea kwa hii street na upate dogi imekuuma, hiyo dogi ikiwa naona uwezi enda ukitafuta dogi kila mahali. So ni Ruto alinde dogi zake. Hizo dogi za Ruto ndo zinauma wananchi wa Kenya. Na kulingana venye Raila amesema jana, Raila mwenyewe alikuwa amepanga watu wapatane pale Kamkunji. Na bado akasema kulikuwa na roadblock hangeweza kukuja, but akajipata kwa Serena. So kule Serena naye aliendaje? So Raila ni ule mtu pia afaa tunampe zile heshima zake kama mzee mwenye amesaidia kujenga inji. But reforms zenye wanajaribu kuleta saizi, they are totally different from the reforms that we are trying to push. We as the young generation, we believe that we have credible ideas that we feel are needed for the country. They should give us space, because ule ni ule mtu anajaribu, si tukianza ku raise concerns, he's coming to negotiate in the name of arbitrating between us and the government, but in real sense ni mtu anajitakia mambo yake peke yake ya kibinafsi. Kwanza mle mwende Kamukunji amkuenda Rao kwa gava bana, na gava ndio ile roadblocks. Mbona aonge mtolea za nini? Ama unafikiri pia unaweza kwa story ya Jaba? Rao pia anatupigisha vipindi, ni msewa vipindi pia juu ni mtu anajaribu ku ride on what we are building. You get, we are building this, we are aggressively engaging in this protest because we believe that there is no other future, there are no other people, there is no other time for us to engage in this matter. This is a matter of concern, is a matter that we feel is good for the country. Wacha nibonge na Precious. Umewasha moto hapa tukua break, lakini sawa. Hata nifiti bado uko hapa. Wacha nikuulize. Watu wamekuwa wakiuawa every now and then, wase wengi wakitoka kwa demos lazima tu imekuwa ni kama ni norm. So itokea stress, unajua lazima kuna wase watadedi. Do you think that gava bado iko na hiyo nguvu ya kusema that we are ending police brutality vimekuwa akisema? Na do you fear that next time same thing will happen kama kutakuwa na demos? One thing, my name is Mona City. Mheshimiwa nakusikia My name is Mona City. I'm a Precious Howie. Mimi ni mzalendo wa Kenya. Kwanza niko na huzuni kubwa kwa sababu ya kifo cha mtoto wa miaka 4 na 12 wa 12 kule Kiambu Dumberi. Ule mtoto wa miaka 12 nadhani hakukuwa kwenye demonstration ya jana, alikuwa katika nyumbani kwao na walikuwa na wazazi wao. Kwa nini polisi? Jana kulikuwa hakuna maandamano. If our government want peace with everyone, jana kulikuwa hakuna maandamano cause walikuwa wamefunga barabara zote. Why should they send police to estates like Ngong, Kitengela, Pipeline?
Juja, Thika, Kiambu, wanaua watu kwa estates. That was totally bad yesterday. And then come to lie to us that only 11 people died yesterday. It's totally bad. Na sisi as wanatuua cause wanajua sisi ndo voice ya Kenya. Na wanadhani wakiua au kidogo wameua kila mtu. I think so the voice are still there and they are sharp. Totally sharp. Kwanza story ya jana ya Raila ilikuwa jaba. Cause maandamano zote za Raila anatuitaga alafu anatuambia amefungiwa kwao home stage. So jana we thought cause yako kwa gava angekuja na story ati barabara ilifungwa na hata hao polisi wangemuona wangemfungulia tu apite aende Kamkunji aongee alafu akuje. Reform ni ya nini at this moment? Anaita Gen Z, which type of Gen Z? Sasa washaua Gen Z Alpha. Huo mtoto wa 4 years na 12 years ni Gen Z Alpha. Wale wengine wameshaua Gen Z, washaua Millennium. Wanataka nini tufanyie? And then at this moment wanasema sisi ndo tuna give states the emergency of everything. Ati wakisikia tu maandamano ya Gen Z, kila kitu inasimama. But as let them have their talk with everything. Sisi tumechoka kuuliwa na sasa hivi mkituua pesa sisi tutakuja tuangalie means ya kuwaua. Cause tumechoka. Amesema tit for tat. Hiyo ni Precious Mwana City. Wacha nibonge na kiongozi hapo kiasi tu kidogo. Do you think that kama gava itaendelea, niseme gava, kama wasa itaendelea kudedi every time kunatokea demos, ni gava inaozia woga that you don't go to the streets next time? Kwanza kabisa, Ruto is using the wrong formula and is expecting to get a good answer. Hii maneno ya kuua watu is not a good formula. Anafaa jua watu wanaandamania nini. Sababu watu wakiandamana alafu wewe uamrishe wauawe. Haujamaliza.